Unajua jana umekuja sawa? Lakini katika ujio wako sikuelewa kabisa hata kidogo. Yaani ulikuwa ni mtu mwenye hofu, mwenye mashaka fulani hivi. Hebu niambie tatizo lilikuwa nini? Ni kweli. Jana katika pita zangu nimepita mitaa fulani pale. Sasa kupita hivi nafika kwenye mti, kuna mti fulani pale. Mara pap. Huo mti ambao hapo katikati fulani hivi hapo. Mara pap tap kanitokea. Nani akakutoa? Aliyekuwa amekaa hapa. Bwana mimi nakwambia. Unaona? Mimi nakwambia. Yule si mgeni kabisa wala hata wiki bado hajamaliza. Ni mgeni. Sasa ndio mimi nakwambia. Akanitokea pale. Aliponitokea bwana mimi nikakimbia. Nakimbia kama nimechoka sana. Nafika sehemu fulani pale kuna migomba pale. Nilipofika tu pale njiani tap nakaa hivi napumzika. Bwana papu huyu hapa kafika tena. Serious? Mimi pale nguvu zikaisha, nikashindwa kukimbia, nikashindwa niongee nini. Yaani kabaki tu nipo. Basi alichoniambia akasema ulichokiona ule wako useme. Vipi huyu? Nikakupigia simu. Nilipokupigia simu pale sasa ndo nakuja sasa hapa ili nikueleze. Ndo nikamkuta hapa. Unaona? Ndio maana uliona ikaanza kufunga ikazuka. Sasa ndio hivyo, nisingesema haya. Aliniambiaje sasa kwamba ukisema utaongeza chips. Huyo mwanamke anaishi naye wewe. Unajisababisha matatizo ndugu yangu. Unajua bwana mikate? Wewe cheka tu. Au labda kuna kitu ambacho unakuwa yaani ile katika kichwa chako hicho ambacho kinakuletea shida mpaka unakuwa unahisi kwamba kuna mtu anakutokea. Hamna mwanangu, ndio hilo bwana. Ni kweli ninachokuambia, ndio hivyo wamenitokea. Hapana. Basi ninachonipa wasiwasi na mashaka. Huyu mwanamke anaishi naye. Unaona? Siku mbona jana hiyo ambapo ndo wamenitokea pale, akaja kunitokea na pale tena. Sasa nilivyofikiria, nikavuta taswira ile siku tunamtafuta. Tumetoka kumtafuta hivi. Ulikumbuka alikuwa amesimamaje pale mlangoni? Alipokuwa amesimama hivi. Sasa mimi alikuwa amesimama tu kawaida pale bwana. Amesimama kawaida. Ile jini mwanangu. Jamani, wale kusimama kuna formula. Sasa jamaa mtu anaamua tu kupozi. Jamaa unaishi na jini jamaa. Kwa hilo hapana. Haya sawa. Hapana, wewe kuna kitu unawaza wewe. Haina shida bwana. Ila sasa mimi kwa hali hapa akiendelea kunitokea hivi. Naanza ku Sasa wewe sikia nikwambie. Umeona? Hiyo inaitwa fukuza wachawi. Sikia sasa nikwambie wewe. Tafuta mwanamke, alafu ukishatafuta mwanamke uwe naye. Umeona? Ukishakuwa naye basi atakuwa anapunguzia stress kama hizo. Sababu mimi naamini mtu akikaa peke yake mawazo kama hayo yanaanza kumjia kichwani. Unakuwa unahisi kuna mwanamke amekutokea, unahisi kuna pisi imekutokea, ndio kama hivyo wewe sasa. Aisee jamangu. Katika siku zote ambazo umenishauri kitu. Ili hapa neno mwana. Yaani upweke unakupelekea kiasi kwamba mpaka unakuwa unatembea unawaza kama umetokewa na mwanamke. La kweli inawezekana eti? Ndio hivyo. Ya ngoja tafute peace eti. Tafuta peace mimi nakwambia. Ya hilo neno. Wacha uje uniambie. Kwa sababu kwa makini na wewe. Subiri kwanza, yani ukishakuwa na peace utapata mawazo kama hayo. Au sio? Nakwambia. Halina tabu hilo. Mimi nitajaribu kufanya hivyo. Ila hali ikiendelea hivi. Ndugu yangu mimi sitakuvumilia. Zadangu jana. Safi kabisa. Lazima nyumbani. Nyumbani wazima kabisa. Hivi dada, yule binti yupo pale nyumbani? Ndio yupo. Hivi unamuonaje vile? Mbona mimi simuelewi? Namuona tu wa kawaida tu kakangu. Wa kawaida? Mimi na uhakika mnaishi na jini bwana. Jini? Wewe kaka. Usishangae. Tulia kwanza. Jini? Unajua dada, jana nilipokuwa natembea natoka huku, nifika kwenye mti fulani pale kanitokea. Pap. Hakuongea chochote, mimi kashituka kakimbia. Sasa wewe kukimbia, natoka sasa nafika pale njiani, kuna migomba fulani pale njiani. Nikatulia pale. Nilipotulia sasa, naye kanitokea tena kananiambia,
ulichokiona usikiseme. Ukisema kwa mtu yoyote nitakugeuza chips. Unajua kaka, hata huku nyumbani huku kwenye nimetoka kuna mauzauza yananitokea, ujue toka amekuja yule dada. Mara anapigwa vifimbo, mara matunda nakula, yani nimekaa nayo hapo nakula matunda mara hayapo. Yaani mimi mwenyewe mauzauza yananitokea nyumbani ujue. Lakini sasa kuelewa sasa. Umeona? Umeanza kuamini. Lakini sasa yala mgumu kuelewa bwana. Mimi mwelekeza haelewi, yani hataki kabisa kunielewa. Lakini sasa nimesema ngoja takapomtokea yeye huenda ndo ataamini. Kwa mimi hapa naweza kaniamini. Yaani kaka atakuwa ametafuniwa mzizi, mimi nakwambia. Yaani kabisa live. Mimi mwenyewe nafikia ananisikia. Ila usijali. Sasa niongea hapo, simwambie sawa. Kwa sababu ukisema kokote kule itabaki tena shida kwa upande wetu, unaona? Kwa hiyo tutulie tu. Yaani naanza tu niamie kwa jirani, maana mimi nitashindwa kuishi mle. Unaweza ukaniambia ulikuwa unaongea nini na mikate? We dada wewe, unaongea na umejuaje kwamba mimi nimkutana na mikate huko mtaani? Ila naomba unijibu, ulikuwa unaongea naye nini? Nasema hivi dada, mimi sijakutana na mikate wala nini. Ila ujue dawa yako inachemka. Yaani nakwambia kabisa dawa yako inachemka. Muda sio mrefu utaini. Dadangu, na stori zako zote ninazijua. Sasa nikwambia hivi dadangu, mimi na kakaangu huko tulikotoka tumeaga shogangu. Kwa hatuwezi lolote. Sawa, mimi sibishanagi. Weka tatu. Nenda kukuta. Kama ulivyosikia, kwetu tuliaga shogangu. Hautuwezi. Rafiki yangu Mikate ananiambia naishi na jini. Dada yangu naye anasema huyo mgeni amwelewi. Lakini mbona kama sielewi? Doli akiwa na mimi anaongea vizuri, tunacheka vizuri, Shida itakuwa nini? Dada yangu tu ana chuki binafsi na huyu. Lakini kwa nini awe na chuki naye binafsi? Mikate naye amwelewi, anasema anamtokea. Lakini Mikate ni mtu wa mzaha sana. Itakuwa kuna mambo aga anayawaza hadi anampelekea kuwa Doli anamtokea. Unajua sisi wanaume wakati mwingine unaweza ukampenda mtu mpaka kiasi kwamba unahisi anakutokea. Labda itakuwa hivyo. Dada yangu naye hawa, wacha tu niachane nao. Wacha niendelee kumsaidia tu dada, maana binafsi kwangu hana shida. Sawa, nitamsaidia tu dada. Nilikwambia usimwambie mtu yoyote. Unakuwa jeuri Hapana. Kwa nini usikii? Nisamehe. Leo nitakufundisha. Dada. Abeka. Naona umetulia bwana. Napunga upepo hapa. Na huko utokako? Huko bwana safi kabisa. Shwari kabisa. Huko vizuri. Eti
Niambie tu. Alafu kaka, kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani tena hilo? Kuhusu huyu mgeni tuliye naye hapa nyumbani. Amefanyaje? Huyu mgeni kaka, unajua mimi simuelewi. Dada nawe umeanza tena. Umuelewi nini tena? Kaka naomba yaani nisikilize tu. Leo nisikilize kaka. Kila siku nakwambiaga unakuwa mbishi. Siku utakapokuta mdogo wako amekufa hapa wamemuua ndio utakapoelewa. Sasa ufe na nini dada? Unadhani kufa kwa nini rahisi? Yaani kila siku mgeni. Shida nini? Kaka yule mgeni mzuri kwako. Mimi na Mikate ndo tunamjua huyo mgeni huyo. Mikate amefanyaje tena? Sasa wakati naenda huko kitaani kwa besti yangu, nikutana na Mikate njiani. Sasa Mikate akawa ananisimulia kuhusu huyu mgeni. Tukaongea, basi akawa anaenda zake na mimi naenda zangu. Nashika hapa nyumbani nimetulia zangu hapa, niko mtandaoni. Amekuja ameniita Abi na jina langu analijua. Ameniita mimi Abi. Subiri kwanza. Ndio ameongea na wewe leo? Ameongea, si nikaa naye hapa kaongea Abi.